Sasa kwa timu yetu, huyu ni kama bishop sasa. Huyu ndio bishop wa one town. Wacha wasalimu sasa. Asante sana Baba Askofu na kanisa letu la JCC hapa Malindi. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Baba Askofu, tumeshukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja hapa kushiriki, na umetulisha vizuri, na vile tulikuja sio vile tutaondoka. We are better people. Amen. Na nichukue nafasi pia, mimi nimetembea makanisa mengi sana katika Jamhuri ya Kenya, na niambie washirika pongezi, mumejengea Bwana kanisa la kifahari ambaye ni la kupendeza sana, na ninataka niseme pongezi. Sisi tulifika jana tukiwa tumetoka Nairobi, tukija hata sisi kufanya ile kazi askofu umesema ya kutafuta Joseph ambaye ataongoza Kenya. Kwa sababu sasa kila mtu, wewe mtaomba hapa kanisani na tuombe pamoja, lakini sisi tutaendesha pale nje. Ndio vile wewe bishop unasema na vile tunasema ikuwe ya kufikiana, kwa sababu tuko na shida kama taifa, na shida kubwa ni vile Baba Askofu umesema. Sisi wengine kwa sababu ni Wakristo, mtu yeyote akija kwetu na Biblia akisema ameokoka, tunamwamini. Na kwa hivyo kuna makosa mingi sana tumefanya kwa sababu ya kufuata Biblia. Sasa tutaenda kurekebisha polepole. Ukija na Biblia ukisema umeokoka, tunatafuta mashahidi ya kutoa ushuhuda ambayo wanakuelewa vizuri. Because kama taifa, kwa sababu ya kufuata Biblia sana na kuamini wale wanasema wameokoka na Yesu ni Bwana, tuko katika shimo. Na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atuonekanie vile Baba Askofu umehubiri, tupate viongozi wema ambayo watafikiria Kenya, watafikiria wa Kenya, watashughulikia maslahi yao vilivyo bila kujipenda wenyewe na kuweka mambo yao mbele. Hapa katika Malindi, mimi nikiwa katika ofisi na mke wangu, tulifanya kazi mingi sana ya kupigana na dawa za kulevya na mambo ya pombe. Na tangu tutoke ofisi, hiyo kazi imekosa mtu ya kufanya. Madawa ya kulevya imejaa kila pahali. Kweli ama uongo? So we have a big problem in Kilifi County of drug and substance abuse and lack of rehabilitation facilities. Na hayo ndio mambo sisi tunasema Mungu akitusaidia kupitia kwa Wakenya, tukipata nafasi ya uongozi, hao maneno ya mihadarati ni mambo inatakiwa kushughulikiwa vilivyo, kwa sababu watoto wetu wako katika hatarini. Baba Askofu, vile Waziri Eugene amesema, tuko na shida pale mambo ya housing. Hii housing imelazimishwa wa Kenya kutoa housing levy kwa lazima. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea. Alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu. Macho imefunguka. Na tunaomba ifunguke kabisa, kwa sababu pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Kwa hivyo wafanyikazi wale wamestaafu hawatakuwa na nafasi ya kupata pesa zao wakati ukifaa. Kwa hivyo tungetaka wewe Bwana Atwoli, vile umeongea mambo ya housing, tungetaka pia tusikie sauti yako. Kwa nini pesa ya NSSF kinyume na sheria inachukuliwa kwenda kufanya miradi Bomas of Kenya na kwenda kujenga barabara? Na kwa hivyo Baba Askofu, sisi tumeshukuru, na pia wewe ukiwa baba wetu
na wachungaji wengine pia mko na kazi ya kufanya. As you interpret the scriptures, you have a responsibility too to interpret the scriptures for the congregation. That the 10 commandments says, one of the commandments is thou shalt not kill. Viongozi wameua vijana ya Gen Z na kila mtu anajua. So tukirudi kwa uchaguzi, kiongozi amesimama, he has broken one of the most salient of the 10 commandments, thou shalt not kill. Na atakuja kanisani aseme apatiwe kura. Wachungaji pia wako na jukumu kueleza congregation yao ya kwamba kiongozi yote ambaye amekeuka the 10 commandments hatakiwi kupata nafasi ya kuongoza watu, kwa sababu hiyo maneno ya uaji itaendelea. In fact, hii maneno ya kuua Gen Z is one of the reasons ilifanya mimi nikakosana na William Ruto. Kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi ni bwana ya pastor. Alipoamua hii watoto wauawe, nikamwambia hii ni makosa. You cannot kill children. These are innocent people. They are just articulating what they believe in. Na rais akaisema hiyo kazi iendelee, wakiwa na yule mtu ya Yesa, watoto wetu wakauawa. Na tukakuwa na shida kubwa sana na yeye, kwa sababu ni makosa kuua watoto. Na mimi nasema, mimi sio pastor, I am not a prophet, but from the little that I know, ile shida yote iko hii Kenya imepata Rais William Ruto na serikali yake kila siku ni kwa sababu ya damu ya Gen Z. The blood of those young children that were killed continue to haunt William Ruto and government. Na mpaka ile siku watatubu, waseme walifanya makosa kuua watoto, na watafute hao wazazi waongee na hao waombe msamaha na wawapatie fidia, ndio mambo yao inaweza labda kurudi kwa laini. And I've seen him in church today akisema he has an assignment from God to transform Kenya. That is good. But the same God who has given you that assignment is the same one in the 10 commandments who says thou shalt not kill. So let us not apply double standards. Huyo Mungu ni yule, hakuna mwingine, si Mungu ni moja tu. So we cannot say uko na assignment kwa Mungu ufanye hii, at the same time you are breaking the 10 commandments. So Cousins high. Tuko na makazi yetu huko. So tunasema familia zitafutane. Kwa sababu maisha ikiwa ngumu sana, you go back to the family. Tunatafutana familia, tunaketi pamoja, tunashukuru sana Bishop kutusikia ile unasema tunajaribu kusaidia, see what we can do so that we also support the work of God. As you have done very well, tunataka kusema pongezi. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Nimefurahi sana jioni na nipenda tu unapomaliza labda niambia wazee wawili au watatu niliosema sasa kitabu cha wageni tu wawili tu watatu ni watatu kwenye ofisi za kitabu cha wageni alafu waachilie. Otherwise we thank God for all of us kwa ujio wenu. Ninawaombea, wacheni tuombe kwa ajili ya wao viongozi.